Bana, mambo vipi? Mambo poa. Huyu ni Future Billionaires brand pamoja na Tamu Media. Leo bana, tuko location hapa hivi, tuko na mwenetu ambaye tumemtembelea hapa hivi. Anaitwa Tomney Bismarck, lakini before tumhoji bana, pale YouTube channel ya Future Billionaires TV na Tamu Media, bana, usisahau ku subscribe, like and comment ili kuhakikisha kwamba tunaenda pamoja. Tuko hapo kwa sababu ya kugrow hizo channel ili tuweze kupata audience wengi ambao kwamba tunawafanyia vitu vizuri kama hivyo. So tutakuwa na Tomney Bismarck leo. Tutamjua Tomney Bismarck ni nani, halafu tutamhoji tujue kile ambacho tumefika hapa na tunataka tukiongelee. Bana, moja kwa moja kwake. Mambo vipi? Chonjo mwanangu, nakuaje? Safi kabisa. Vipi rada? Nyama ni mwingi. Au si? Vipi lakini ambako umetoka vipi? Kwema kabisa. Au si? Bana, unakuita nani? Tomney Bismarck kila mahali. Tomney Bismarck kila mahali. Kwa hivyo wakiingia hapo mtandaoni Tomney Bismarck kila mahali. Au si? Niambie mwanangu, safari hii ya nini ya muziki na kupelekaje? Challenges mob, lakini ndio hivyo mwanangu. Au si? Challenges, tusema challenges kama challenge gani? Challenges, kuna watu wanachukulia advantage muziki wako. Alafu kuna challenges nyingi bro. Yaani ndio tukianza kuongea hapo tuweza fika jioni, lakini sasa au sio? Nimeona ulianza muziki kitambo kiasi ambapo ulikuwa bado uko shule. Ulikuwa unabebaje masomo na muziki? Ulikuwa na balance vipi? Mimi mwenyewe nilikuwa hata sijui, kwa sababu iko hivi. Yaani mimi ni ule mzee nilikuwa nasoma tu kidogo hivi. Idea ya nyimbo inaja sasa lazima niandike, ndio hivyo. So ulikuwa idea inaweza kuja kama darasani ama tuseme labda umetulia ni usiku? Mwalimu anaweza kuwa alikuwa anafundisha hapo, mimi idea ikaja nikaandika ngoma moja. Si ulikuwa unaandika hapo darasani ama ikifika jioni ndo unavuta idea na unaandika? Mimi ilikuwa kama ni idea imekuja hivyo naandika kama ni intro na kiandika mahali, alafu baadaye mwalimu akitoka ndo unamalizia ilikuwa. Au si? Yeah. Sasa ulikuwa una rekodi kama muda gani? Tuseme ulikuwa una rekodi tuseme weekend ama mpaka likizo ndo rekodi? Ilikuwa mpaka likizo, lakini sometimes ilikuwa kibidi weekend pia tuweza rekodi. Mwa rekodi mpaka weekend au si? Tuseme Bismarck anaimba nyimbo ya aina gani ama anaimba muziki gani? Mimi naimba kila muziki bro. Mimi sina ile ya kusema sijui niko hapa nimebezi hapa. Idea ikija kokote mimi naingia. So ukiletwa reggae, ukiletwa ya rap unaona? Kila kitu bro, hata gospel mimi naimba mwanangu. Au si? Yeah. Niliona kuna nyimbo fulani inakaa kama gospel. Ni gospel ile ambayo uliimba. Ilikuwa si gospel. Watu wanasema ni gospel lakini haikuwa gospel, ilikuwa ngoma kumshukuru Mungu yani. Au si? Chenye amenifanyia ndio hivyo. Kwa maana hata mimi tayari nilichukulia ile ngoma ni kama ni ya gospel, lakini halafu baadaye ndo nikaja nikaiangalia tena vizuri, lakini ilikuwa ni kama ya shukrani. Mimi nilikuwa namshukuru Mungu mwanangu. Mimi background nimetoka mwanangu, ikwambia huwezi amini. Au si? Yeah. Bana, wajua check, mimi nimekutafuta sana kwa sababu ya hii ngoma mpya ambayo umeitoa na nikaiona pale YouTube na inaenda tu vizuri. Sasa nilikuwa nimekutafuta kwa sababu ya hiyo. Nimeona umeimba kuhusu Manchester United. Vipi hii idea imetokaje yani? Mwanangu, ile idea yeye kusema ukweli ilikuja, mimi bado nilikuwa nangoja pepa KCC mwaka jana hapo. Sasa ilikuja ilikuwa kama bado miezi miwili hivi tufanyao mtihani. Sasa ndio hivyo nikataka kuirekodi. Sasa nilikuwa sina pesa hapo. Walimu nao yule mwenye alikuwa ananisimamia anilenga. Sasa nikasema wewe endelea kunilenga, lakini mimi nikimaliza lazima taitoa. So ndo nikaitoa. Kwa hivyo na maisha yako kulikuwa na mwalimu fulani hapo shule alikuwa anakusimamia mambo na music? Kuna mwalimu fulani hapo alikuwa ananisimamia. Hivi hiyo idea Manchester ilikujaje mpaka ukaamua ngoje niwaambie Manchester ama ngoje niwaambie mashabiki wa Manchester? Mimi mwenyewe tayari Manchester United, unaona hata jezi. Au si? Sasa mimi nilikuwa naona yafungwa tu kila siku, yafungwa. Au si? Sasa ile ngoma mwanzo ilikuwa tu irekodi watu wawili. Lakini sasa mwanangu
akanilenga kidogo. Ile verse 1 ile ngoma mimi ndo nilitunga kila kitu, ndo nimetunga, lakini sasa nilikuwa nimepanga nimpe mwanangu ile verse 1 alafu mimi niwe verse 2. Ona sasa ndo hivyo akanilenga, ikabidi sasa ndo niende verse 1 na verse 2 zote nizipige mimi. Yeah. Na nimeona umetoa video bila audio. Vipi, utatoa audio ama ni video tu peke yake? Audio kisija kuelewa. Nimeona YouTube umetoa audio peke yake, hii ngoma ya Manchester. Umetoa audio peke yake. Vipi, kuna umetoa video peke yake, vipi kuna audio utatoa ama ni hiyo video tayari? Hiyo video hujaiona. Nimeona video peke yake. Unaona, lakini sijaona audio. Hiyo audio iko mdundo. Iko mdundo. Kwa hivyo inamaanisha tusitarajie kwamba itafika YouTube. Iko tayari sasa hii. Mbona mimi sijakutana nayo? Labda hujacheki. Unajua nilifocus tayari na hiyo video, ndio maana sikucheck sana vile. Ile audio, kusema kweli ile audio, unajua sasa hiyo watu wanataka kuona, hawataki kwa kusikiza. Sasa tuliamua tuipostio hiyo video mwanzo watu wanjue pia. Unajua mimi bado watu hawajanijua bro. So nilikuwa nataka wanijue che inafanya mwanzo, alafu ndio hivyo. Unajua check tena, wajua watu wanataka waone Bismarck na si kila siku wanasikia sauti yako. Sasa mimi ndo nilikuwa nataka waone mimi ni nani alafu ninafanya nini, ndio maana. Pale kwenye ile video nikichunguza naona kama imekuwa directed by Tommy Bismarck. Hiyo unaicheza vipi? Manake kwenye video nyingi sana naona wewe ndio umekuwa director, wakati mwingine naona ni kama yani sielewi pale. Inamaanisha hizi video una direct zote? Yeah, mimi ni director, na before ta niingie nini mimi nilikuwa nafanya na directing. So hizi ngoma mimi naziedit mwenyewe mwanangu. Mimi nachukua grapher anani record, alafu after kurecord mimi ndo na edit mwenyewe. Ndio maana pale chini ngoma kama yaanza na Tommy Graphics mimi ndo huwa na edit mwenyewe, grapher tu ndo huwa yanifanyia, lakini mimi huwa na edit mwenyewe. Ndio maana na hivyo sasa. Okay, unyama. Nikiangalia ile account yako nyuma kidogo nilikuwa naona kama una focus kidogo na mambo na movie kwa act ni nini. Kuna movie fulani pale niliona ilikuwa iko vizuri sana, inakuja vizuri, inaitwa Nakupenda ile. Kuna ile Nakupenda ile ambayo ilitoa episode 1. Hivi sijaelewa kama ndo itaendelea ama ndo ni basi. Ile inaendelea, lakini sasa unajua kuna changamoto kidogo nyinyi hamzijui, lakini sasa sisi tuwapitia. Iko hivi. Weza anza na mtu kabisa episode 1, weza anza naye. Sasa episode 2, unajua sisi ni wale watu ambao tuna record mwanzo alafu ndo tuposti. Si hatu record mpaka mwisho alafu ndo tuposti. Tuna record alafu tuna post. Sasa ile imeniponza kivipi? Mimi nimerecord nikaposti alafu au cast wakanilenga. Wengine sana ile nawaambia njoo tu record episode 2. Wananilenga, mara huyu yuko busy, huyu yuko na zake. Sasa ndio hivyo. Lakini sasa hii episode 2 ya jamoto sana wala. Kwa hivyo tutarajie vitu vikali mwanangu. Si music si hivi. Tukilinganisha upande wa movie na upande wa music, ni wapi sana unaona kwenye kidogo uzito wake kidogo unabebeka vizuri? Music bro. Music. Kwa hivyo huko ndo unaona kidogo hakuna changamoto sana. Huko hakuna changamoto. Huku unaenda studio ukarekodi wewe. Ukarekodi wewe. Alafu kama ni video unarekodi wewe. Lakini sasa wale hizi cast kama wanakulenga hivi. Sasa inamaanisha yani kitu kinatulia. Lakini music unaenda studio ukarekodi wewe mwenyewe. Ndio inakuwa yani kuna urahisi sana. Kuna watu wengi sana wanasema hizi kazi lazima yani mtu uko na pesa ndo uweze kuzibeba vizuri. Hiyo ni ukweli? Ni ukweli bro. Huwezi kwa kama una kitu huendi mahali bro. Au sio? Na hao cast tuseme venye walikuwa wanakulenga, ulikuwa unawalipa ama ni ile unawaita kama ni rafiki zako ama ni watu wa familia mnafanya jambo, ama ulikuwa unawalipa ndo ufanye kazi? Ile mwanzo mimi nilikuwa siwalipi. Mimi nilikuwa iko hivi. Sisi tulikuwa tuanza bro. Hakuna mimi sina, ilikuwa bado ile time ilikuwa bado niko shule. Hakuna hata kazi zenye mimi naweza fanya. So ilikuwa bado niko shule. Sasa ile inawaita kama wanangu, jamani njoo tufanye hivi na hivi. Sasa hao ndo wanakuja wanaonyesha tu ile support.
kwa sababu kuna wengi wana kipaji kabisa, najua huyu tukifanya naye jambo laenda. Sasa ni ile anaenda alafu anakulenga. Sasa ndio hivyo mwanangu. Au si? Alafu kuna hawa upcoming artist ambao kwamba yeye hawezi fanya yeye peke yake mpaka ashikwe mkono ndo afanye kitu. Hili wewe unalichukuliaje? Ama mfano kutoke sponsor ama kutoke management fulani, hivi wewe unaweza kubeba ama wewe tayari unaweza kujibeba tu wewe mwenyewe? Mi management izanibeba, lakini sasa ngoja nijibebe mimi mwenyewe mwanzo, nijue kama ninaenda wapi, kwa sababu sasa tayari tukisema management bro, mimi naona kama atanifinyilia sana sasa, kwa sababu bado ninaanza sasa kipindi mpaka nijulikane, yani yeye hata anaweza akachoka. Sasa ngoja sasa nipambane kidogo. Mimi management yangu sasa ni babangu bro. Au si? Yeah. Kwa hivyo watakunambia mzee ndo tuseme anakusupport sana upande wa muziki. Yeye ndo huwa analipia pesa studio. Au si? So mfano kama umekuwa mahali kuhusu video, ukimwambia anakupa support. Ananipa sana. Upande wa mama yeye ni support wangu mkubwa, lakini sasa ni ile hajajua sana nini. Sasa ni ile yeye akiona tu pale TikTok anashangaa, kwani ilifanyika lini? Yani yeye ana appreciate tu, lakini niseme tu hajajua ile sana nini yani, lakini sasa yeye ana appreciate pia huo. Au si? Yani unakuta ile kama mimi nimetoa ngoma pale video anaonyesha wanawake wenzake, unaona huyu ni support ananitolea, lakini ndio hivyo. Unajua kuna support nyingine huwa ile lazima mtu akwambie kwa yani mimi nakusupport kivi, wewe mwenyewe utaona yani zile reaction zake utajua huyu ana support. Tumnei Bismarck, ulimaliza shule mwaka gani? 2025 hapo. Hapo 2025. Kwa hivyo hata juzi tayari. Au si? Sasa tuseme sasa ndio umeanza maisha ya muziki vizuri. Sasa full production mwanangu. Au si? Swali tuseme wewe muziki wako unauza wapi, ama tuseme unauza tayari hapo YouTube na Mdundo, ama unauza mpaka wapi? Mimi kwa sasa bado ni ile mtandao sijajua sana, lakini sasa tuseme sasa YouTube hapo Mdundo na pengine TikTok kidogo. Okay. Kuna hii ya hao wasanii wa Mombasa ambao kwa sasa wana trendi, hao kina Double Gang, kina Talibani Halisi, kina MK, kina nani tena PLZ. Hawa madogo vipi? Yani hili wewe unaweza yani ukalizungumzia vipi yani? Manake naona wale ni baba mdogo, ni umri wetu, lakini naona wametoka vizuri. Mbona wale watoke vile na sisi bado tuko ama bro? Ukifanya kitu kizuri watu watakuona. Sasa hata mimi sasa naamini kabisa kwa yani ipo siku yani itakuwa kama wao, kwa sababu wale ni wanangu ambao naongea nao. Kuna watu wengi naongea nao, lakini event wengine wananilenga kama vile mtu anaweza mwambia wewe mwanangu, mimi ninaanza sasa, nataka unipromote ngoma yangu. Anakuambia mimi siwezi kupromotea mpaka unilipe. Anakuambia amount hapo namlipa, alafu mwisho wa siku anakulenga. Sasa ndio hivyo mwanangu, lakini mimi naamini kabisa siku moja itakuja tu itatiki mwanangu. Kuna hili gumzo ambalo limeangushwa juzi na Dogo Richi, kwamba ameposti pale akasema kama hizi views ambazo wanafanya madogo basi ni za ukweli, ina maana kwani basi uko vizuri. Hii ulichukuliaje wewe? Maana yule alikuwa anamaanisha ni kama wale madogo zile views wananunua, maana yani kama ni kawaida huku cost views kama zile kwenye muziki, yani ni kama hazina uwezo wa kufikia pale. Hivyo hiyo post uliona, na kama uliona, je, ulichukuliaje? Mimi niliona bro, lakini sasa kama unanunua views weza nunua, lakini sasa trending weza nunua trending. Weza nunua. Sasa ngoma zao zaenda trending bro. Sasa hakuna venye utanunua views alafu nunue trending. Trending bro ni watu waone kazi yako. Ndio maana yani kazi ni nzuri, ndio maana imeenda trending. Sasa ukiona imeingia trending, jua kazi ni nzuri, lakini amehesabu kwa ananunua. Mimi sijui, lakini
mimi naamini kabisa madogo vipaji wanavyo, ndio maana mimi Felzi mimi mwanangu naongea naye, na hata kuna siku moja alisema mimi naye tutapiga fanya kazi naye. Okay. Huu muziki wa hao madogo vipi wewe wawezana nao? Mimi nimekuambia naimba kila kitu bro. Sawa, tutarajie kwamba kuna ngoma fulani ama ngoma kadhaa zitatoka kwa hiyo flow ya hao jamaa ama ile Manchester United huoni? Ile Manchester United sienda kama hizo za ile verse 2 umeona, umesikiza? Ile ya rap nimepata. Ile ngoma nimesikiza vizuri sana. Basi hiyo verse 2 yaenda kama hizo sasa. Okay, pongezi. Tuseme mashabiki wakupate wapi ili wazidi kufuatilia kwa karibu? Hapo TikTok Tuamini Bismarck, Instagram Tuamini Bismarck, YouTube, yani kila mahali jina moja bro. Okay, poa. Tuseme hapo ndo tushie hapo manake muda kidogo yani hauko na sisi, lakini hapo nadhani tumeongea na Tuamini Bismarck na tumejua Tuamini Bismarck nani, na tupate ile kwamba tumfuatilie pale kwenye mitandao yake ya kijamii. Amesema kwamba yuko TikTok, Facebook, yani kila mahali Tuamini Bismarck. Hivi waambia nini mashabiki zako? Nyama ni mwingi jamaa, wazidi kunisupport. Yani mimi mwenyewe nitawashtua, yani venye naja hivi wenyewe watashtuka. Huyu dogo ni yule mwenye utamjua ama ni mwingine? Mimi naamini kuna kazi ambazo zaja wanawaziaminia kabisa hizo. Siku anaziaminia, watu ndo wameziaminia, kwa sababu mimi before nitoe ngoma tukiwa shule mimi nilikuwa yani nawasikizisha wanangu mwanzo, wanasema hii ngoma kairekodi, hii ngoma achana nayo, hii ngoma wana wa shule sasa. Sasa wao wanangu wamezikubali zote, kwa hivyo naamini kabisa hii ona hii Manchester United. Mimi nilikuwa nataka nipige na mtu alafu mimi nipige verse 2 alafu nimuoshe kabisa, lakini sasa ndio hivyo yani ndio hivyo. Hivi kutoka mtu aseme kwamba nataka tufanye remix ya nini ya ngoma ya Manchester, aseme tunataka kutoa remix, labda tuanze nyingine remix ya Manchester. Remix tuweza fanya, lakini sasa wajua ile imepita ile mwanangu. Sio wajua kuna kama tuseme mfano ngoma ile ya Mbosso kan ile ya Power, ile ngoma ilitoka remix nyingi sana. Sasa mtu akisema anataka remix kumaanisha yani ataedit ile verse 1, mimi pia nitaedit kidogo verse 2, alafu wewe mwenyewe utasikia mwanangu. Yani nahisi kama kuna vitu fulani bado ilikuwa sijaeka pale ndani, yani vile umerelease, lakini nimerelease tayari, kwa sababu yani yule kocha alikuwa yani ile ngoma ilikuwa iko hivi, yule kocha alikuwa angoje kidogo yani hivi michoro fulani ingiliane mwanzo, lakini akafutwa faster sana yani, ndio maana. Lakini kulikuwa kuna vitu vingine hapo ndani ilikuwa niviweke, lakini sasa ule uwezo bado huko. Mimi kuna ngoma nyingine yaja tayari sasa hii, alafu hiyo ngoma mwanangu ukisikiza wote utamind mwenyewe. Okay, sawa. Bwana nataka utuibie siri kidogo. Muziki unakulipa? Bro, mimi bado muziki haujanilipa. Yani mimi kusema ule ukweli, muziki unanilipa kivi. Pale nilivyokuwa shule, kwa mfano kama kuna watu wamekuja, mimi naimba au sasa ndio wanatoa mioko. Ile kuperform shule. Lakini sasa akisema ati muziki ati umenilipa sijui kupitia mtandao. Bro, mimi bado naanza bro. Kwa hivyo wewe ni tuseme ni wale upcoming, lakini wanakuja vizuri. Upcoming. Si kwa wanakuja vizuri. Nyinyi wenyewe uko vizuri. Nyinyi wenyewe mtaona. Uko vizuri tayari. Mimi siwezi jisifu mwanangu, lakini sasa nyinyi wenyewe mtaona. Unajua sasa mimi nikijisifu si poa. Lakini kuna wale ambao cheki. Yaani jamaa amejiamini, anajisifu kabisa yani. Mimi bro, mimi siwezi jisifu. Nyinyi wenyewe mtaongea. Kama ngoma ni kali nyinyi wenyewe mtasema. Kama ni kali basi ni kali. Kama ni kali tayari, lakini hati kusimama mahali kusema mimi ni mkali, mimi siwezi fanya kitu kama hicho mwanangu. Unajua nyinyi ndio supporter wangu. Sasa nyinyi mkisema kama ngoma ni kali, basi ni kali tayari. Lakini mimi siwezi hata jisifu sijui, mimi siwezi mwanangu. Bana poa, shukrani kwa kuitikia wito wetu wa kuja hapa location kuzungumza.
Asante mwanangu. Naambia vijana wajitume mwanangu, kwa sababu sasa si vizuri kukaba mtu hadi kupata do. Wewe ukifanya kila kitu kama yani ni kizuri watu watakipenda na wewe cheza kuingizia do. Kwa hivyo kama wewe ni kijana alafu yani bado ni kijana mwanangu, pambana sana. Bado umri mchanga sasa. Sasa kwa mfano mimi niwe na kaba mwanangu itakuwaje? Mimi nimeamua kuimba bro, kupiga movie at least kama kuna kitu kitaingia mwanangu. Ikitiki basi. Ikitiki ndio hivyo. Hiyo ni idea poa bro. Hapo big up sana. Asante mwanangu. Afu huyu amekuwa ni Tominei Bismarck ambaye kwamba tumekuwa naye hapa hivi kumhoji, kufanya interview. Imekuwa vibe fresh ambapo tumemhoji maswali kadhaa, lakini nadhani hapo mtakuwa mmejua Tominei Bismarck nani na anafanya nini. So naomba tumsupport. Tumpe support. Yeye ni msanii ambaye ni upcoming, lakini ni msanii ambaye yuko vizuri, anakuja vizuri yani kwa ufupi. So tumpe support, tuende hapo social media zote tumtafute @Bismarck. Hivi tuseme mtu akitaka kutafuta kama direct kwa call, anataka kuzungumza na wewe, huwa unamruhusia? Anaruhusiwa mwanangu. Basi mwanzo mimi sasa nataka mtu sasa ambaye kama yaimba yani. Kuna venyani najisikia nipate mtu niimbe na yeye. Yani mwenye anaanza kama mimi nipate na yeye. Ama tuseme unamaanisha mwe kama watu wawili ama watatu ama si niko na group yangu bro, ni venye tu wengine wako shule. Niko na group yangu Drillers 911. Kuna ngoma kizungu tulipiga hapo, iko hapo Drillers 911 YouTube mwanangu. Hiyo ngoma unyama sana wala. Venye tu support ilikuwa haiko kwa sababu yani ni ile bado yani wajua changamoto bro, kama una pesa hiyo ni changamoto kubwa sana. Lakini hiyo ngoma ni kali. Sasa mimi niko tayari kwenye group. Yani hiyo tuko kwenye group, lakini sasa tuseme yani kwa sababu ya pesa kila mtu amejitoa, lakini sasa mimi nataka mtu tufanye naye kazi, yani azin nipige naye kama ni collab hivi. Lakini utaki mambo na group niko nayo tayari. Group uko nayo tayari. Okay, sawa. Group zikiwa nyingi zitaribu. Tuseme tueleze tu kwa kifupi kwamba maisha yako ama changamoto zako zenye umepitia wakati ukiwa shule na mambo na muziki nini. Tueleze kwa kifupi. Changamoto bro nyingi. Unajua mimi nimetoka katika familia ambayo yani ina value sana masomo kushinda sanaa. Yani masomo yani ina value masomo. Alafu mimi bro ilikuwa ni mimi ndo first born, unaona? Sasa ni ile wakati mwingine mzee anafikiria kama mimi huyu dogo nikimwachilia sana kwenye sanaa, huyu dogo huyu atapotea huyu. Alafu sasa akipotea huyu mwanangu, mimi basi sina mwingine, kwa sababu unajua mzee ni yule mzee alikuwa akiniambia mtoto wa kwanza akiharibika wengine washaribika. Sasa ndo yani alikuwa na focus sana na mimi yani lakini nashukuru Mungu amenishika mkono, japo kuna tema alikuja kaniambia wewe usiimbe sasa, wewe focus na shule mwanzo mpaka umalize, alafu mimi nitakusupport. Lakini sasa safari ya masomo mwanangu sasa ni ile, unajua sanaa pia ukiwa shule ana noma kidogo, kwa sababu ni ile unatenga kidogo time huku time huku, lakini kama utajipanga poa utakuta yani kuna kumoja waenda sana kwingine. Sasa mimi ni yule mtu ambaye alikuwa anajibalance pale katikati pale, ndio unakuta yani kichwa kimegawanyika mara mbili. So ndio ilikuwa ilikuwa noma. Watu wengi walikuwa wanauliza sasa, unajua watu wengi walikuwa sasa mimi ni yule mzee ambaye watu wengi anafikiria huyu jamaa atakuja kuanguka tayari huyu, lakini mimi mwenyewe nilikuwa najua ninafanya nini. Mimi sitakwambia tayari hapa nilipata grade gani, lakini after hii show nitakwambia kwa lakini sasa kusema ule kweli mwanangu mimi nilikuwa nang'ang'ana sana shule. Lakini tuseme vipi, nyumbani kwa vizuri ama ni yale ghetto, ni yale maisha ambayo kidogo mimi siwezi kusema tuko vizuri ama tuko vizuri. Yani tuko hapo katikati hapo. Yani tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo. Tuko hapo katikati, yani ni ile asubuhi wakula, mchana wakula, jioni maisha yanasoma. Wale YouTube Billionaires TV pamoja na media cameraman niambie Sam Media. Sam Media
So Tom Media hapo hujamuona kwa sababu amekuwa na kamera, lakini tuko naye hapa. So pale YouTube at Tom Media amekuja mwenyewe. Yeah, YouTube at Tom Media, pia Facebook unaweza kupata pale video kama Japan Pembe, pia Japan Pembe, na itakuwa wakati mzuri sana tuone Bismarck. Lakini kuna kitu moja na atupatie basi moja kidogo achangamke. Sawa, tutamwekea kamera. Jo, timu ni nzuri japo kocha wenu mbaya, alimnunua Sesko na anaanza mabaya. Ni kocha gani yule? Hana hata haya, namlinganisha Maino na Bruno si anabaya. Wachezaji wengi mnanunua kwa vibaya, ama tuseme mfumo wenu ndio mbaya, maana wengi wakitoka wanashine huko mbaya kushinda vile alivyokuwa Maguire. Timu ni nyingi, bora shabiki hata Kenya walimfunga Morocco, bado kombe hawajapewa. Tunomia ni sisi tunekeza kwa mapana, ama ni laana toka juu kwa Rabana, maana wengi wanangu waliipa kichwa jana, ila ikafungwa wakakosa dicha mchana. Siwaombei mabaya, ila msimu huu mtaishia pabaya. Sana mwanangu, unyama ni mwingi sana. Let's support Tommy Bismarck. Amekwambia YouTube, Instagram, TikTok, yani kila pahali Tommy Bismarck. Let us push, let's support him, na tutakuwa na wakati mwema. Bana, hiyo imekuwa ni interview na Tommy Bismarck. Bye bye. Next interview tutakuwa location kama hivyo.